Amen. Za asubuhi. Bwana ni mwema. Chukue nafasi hii kwa furaha kabisa kuwakaribisheni katika ibada hii ya asubuhi ya leo, wale ambao mnaotufuatilia katika mitandao ya kijamii na wale ambao mmefanikiwa kufika katika hekalu hili. Kwa furaha kabisa tusimame na ule wimbo wa namba 54 tunapokwenda kufungua ibada ya asubuhi ya leo. Ni kanoli, karibu.
Tukidumu kusimama tusikie fungu kuu. Nalo linatoka katika kitabu cha Wafilipi 4 na ule mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, msijisumbue katika neno lolote, bali katika neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Nitarudia. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Tufumbe macho tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana Muumbaji wetu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa sababu ya mibaraka mbalimbali ambayo inaendelea kuonekana katika maisha yetu. Asante kwa kutuleta katika nyumba hii ya ibada ili tuweze kukuabudu. Asubuhi ya leo tunakuja kwako tukiwa kama tulivyo Muumbaji wetu. Hitaji letu kuu, tunakusihi Mungu wetu katusamehe dhambi na makosa yetu, ili ibada yetu ya leo ikaweze kupata kibali machoni pako. Mtumishi wako atakaposimama, tunamweka mikononi mwako, ukamtumie vyema, na neno ambalo umeliandaa kupitia kwake likaweze kuandaa mioyo yetu kwa ajili ya uzima wa milele. Mwisho wa ibada ya leo, kila mmoja wetu akaondoke akiwa amebarikiwa kwa namna ya pekee. Hivi ndivyo tuombavyo tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Siku aliyoifanya Bwana tutashangilia na kuifurahia. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Asubuhi hii natamani kila mmoja wetu atambue tu kwamba Zaburi 118 fungu la 24 ni tamko la shukrani na furaha kwa sababu ya matendo makuu ya Mungu. Fungu hili linaonyesha kwamba mtazamo wa kumtambua Mungu kama mtawala wa kila siku ni mtazamo ambao tunapaswa kuwa nao asubuhi ya leo. Mungu aliumba siku, akapangilia masaa, na Zaburi anasema hii ni siku ambayo Bwana ameifanya. Siku gani? Leo, siku ya Jumanne. Ni siku ambayo Bwana ameifanya. Asubuhi ya leo nataka tuamini kwamba hii ndiyo siku. Inamaanisha ni siku ambayo Bwana ameifanya katika maisha yetu. Na katika muktadha wa Zaburi hii, siku hii ni siku ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni siku aliyoifanya Mungu. Mungu ndiye muumba na mtawala wa wakati. Siku si ya kawaida tu, bali imetengenezwa kwa kusudi la Mungu. Asubuhi ya leo, kusudi la Mungu aliloiumbia siku ya leo katika maisha yako likatimie, na likatimie pia katika maisha yangu. Nikualike twende katika magoti yetu tukimtafuta Bwana kwa njia ya sala asubuhi ya leo. Muumbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Baba na Mungu wetu mwema, wewe ndiye uliyeumba vitu vyote na vitu vyote ni vyako.
pamoja na vitu uliumba wakati na majira. Neno lako linasema hii ni siku ulioifanya wewe. Na Zaburi anasema tutashangilia katika siku hii. Mfalme wa amani, leo siku ya Jumanne twajiachilia uweponi mwako. Tamaa ya Daudi katika Zaburi ikatimie katika maisha yetu. Kila anayejifungamanisha na sala hii asubuhi ya leo, namleta mbele zako Bwana, akaifurahie siku ya leo. Bwana, katika asubuhi hii tunaanguka katika uwepo wako tukiomba maongozi yako ambayo yatafanya tuifurahie siku ya leo. Tukafurahie afya zetu, kwa maana wanaoumwa wakapone. Tukafurahi katika kazi zetu, tukapokee simu nzuri, simu ambazo tumezingojea kwa muda mrefu. Hii ni siku ambayo umeifanya, kusudi lako likatimie katika maisha yetu siku ya leo. Labda kuna baraka ambazo hatukuzipata jana, umeifanya siku ya leo na tutashangilia ndani yake. Baraka zako zimiminike juu yetu, ongoza mapito yetu, kila hatua yetu ikaongozwe nawe. Asante kwa sababu kusudi lako katika siku ya leo limetimia tunapoanza pamoja nawe asubuhi ya leo. Pokea ibada yetu, pokea nyimbo zetu. Asubuhi hii tukavutwe karibu na wewe zaidi ya ambavyo ilikuwa siku ya jana. Mchungaji atakaposimama, weka kaa la moto katika kinywa chake. Neno lako likawe taa ya miguu yetu siku nzima ya leo. Tunaomba tukiamini kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Mwendelezo wa somo la jana, tunaye mchungaji wetu, mkurugenzi wa huduma binafsi, atakuwa nasi hapa akituongoza katika ibada ya asubuhi ya leo. Niwaalike nyote, na Ransley anakuja tu kutukumbusha jambo la muhimu sana asubuhi hii katika mianzo ya siku ya leo. Ransley anakuja kutukumbusha kwamba wakati mwingine mambo huwa sio marahisi. It's not an easy road. Si njia rahisi ya kwenda mbinguni. Kuna miiba safarini, na wakati mwingine kunakuwa na makwazo na milima na mabonde, lakini ninaye Mwokozi aliyenifia. Si njia rahisi, lakini kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili yangu, nitatembea mbele kwa ujasiri. Tuimbe na tuabudu pamoja na Ransley, na baada ya hapo moja kwa moja pastor atakuwa akituongoza katika ibada asubuhi ya leo. Bwana awe nasi sote kwa jina la Yesu. Amen. Sinji rahisi ya kwenda mbinguni, miiba mingi safarini. Sinji rahisi, lakini najua kuwa naye ni furaha kuu. Kutembea na Yesu huongoza safari, mazito huyarahisisha. Si njia rahisi, mashaka ni mengi, mapigo nayo majaribu. Vikwazo viko tele, lakini najua
Mwokozi yu pamoja nami. Si njia rahisi, si njia rahisi kutembea na Yesu, huongoza safari, mazito huyarahisisha. Footsore and weary from travel, though I am often bowed down with care, a better day is coming when home in the glory will rest in perfect peace over there. An easy road, no, it's not an easy road, but Jesus walks beside me and brightens my journey and lightens every heavy load. Furaha kukaa nyumbani mwa Bwana. Tunamshukuru Mungu sana. Ni kushukuru mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ibada ya uimbaji. Lakini pia niendelee kuwakaribisha tena asubuhi ya leo katika tafakuri ya neno la uzima. Tunajua wako marafiki zetu kwenye mitandao ya kijamii ambao wameendelea kutufuatilia, na tunaendelea kuwakaribisha asubuhi tena ya leo. Na basi kabla tujaenda kusoma, tuombe kidogo. Yesu Kristo uliye mwalimu wa kweli, kwenye kisima cha maarifa ya kwako sisi tunachota. Wewe unaishi milele, sisi tunakufa. Wewe una uweza, sisi umetuambukiza tu uwezo. Asubuhi ya leo Baba, ninaomba uwe pamoja nasi katika jina la Yesu, amen. Niwaalike tena asubuhi ya leo katika kujifunza Biblia, na ningetamani tujifunze zaidi katika sura ile ya 4 ya kitabu cha Wafilipi. Siku ya jana nilieleza kwamba kitabu cha Wafilipi ni cha pekee sana, kwa sababu ujumbe wake Paulo anapoandika hatumii lugha ngumu. Ieleweke kwamba hili ni kanisa la kwanza kabisa kupandwa kule Ulaya. Unaposoma katika safari za kimishonari, safari ya kwanza ya Paulo na safari ya pili, anapoenda kupanda, hili linakuwa ni kanisa la mwanzo kabisa kule Ulaya ambalo Paulo analipanda. Na hivyo anaendelea kuwatia moyo kwa namna ambayo ingewapaswa kusafiri vizuri.
Na jana niliwaambia kwamba unaposoma Biblia, jambo la kwanza lazima umakinike. Pay attention to details. Ukifanya hivyo itakusaidia sana kuelewa kuliko kukimbia. Kwa hiyo kila taarifa ni ya muhimu, kwa sababu uzito wa maneno katika Biblia, mwandishi tunasema choice is meaning. Kila mwandishi anachokiweka anamaanisha. Akiweka koma anamaanisha, na lazima hiyo koma tuifanyie kazi. Likiwekwa neno la kwanza, neno la pili, kadiri maneno na waandishi wa Biblia wako tofauti kidogo. Wana vitu wanaita fronting. Neno likianza uzito wake ni mkubwa kuliko linavyoendelea. Yani neno la kwanza kwenye fronting, hayo yote ni ya kuyaangalia. Na niliwaambia ya kwamba unaposoma Biblia lazima ujue wazo mama. Na niliwaambia wazo mama linapokusanywa pamoja, hata unapohubiri ama unapofundisha, ujue wazo lilianza wapi na linaishia wapi. Wazo likianza na kuishia, kipande hicho kinaitwa pericope, ambayo niliwaambia jana pericope yetu ama wazo lilianzia sura ile ya 4 aya ya 4 mpaka ya 7. Kuna wazo mmoja hapa, na nikawaambia anaposema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini, upole wenu na ujulikane na watu wote. Ujulikane na watu wote. Lakini anasema Bwana yu karibu. Alafu 6 anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hilo ni wazo moja. Anatembea, wazo linaanza na furahini na baadaye analifunga. Na nikawaambia ama inchini ya neno hili ni pala anaposema kishazi, ama wazungu wanaita phrase inayosema Bwana yu karibu. Na kwa sababu yu karibu, basi msijisumbue. Sasa siku ya leo ningependa nichukuane pamoja nanyi katika sehemu inayosema haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Anasema let your requests be known unto God. Na ndicho anachokizungumza, ambacho Kiyunani chake anasema ta ateimata humon ginorizesom prose tone fione. Akisema maneno haya ndio ambayo natamani niyazungumze kidogo, kwa sababu yana uzito wake ambao kwenye lugha mama ya Kiyunani anaenda mbali kabisa kutueleza jambo ambalo asubuhi ya leo ningetamani tuweze kuliangalia. Jambo la kwanza, anaposema haja, maana yake ni nini? Hilo ni swali la msingi. Anaposema haja zenu, haja zenu, maana yake nini? Na kwa nini aseme zijulikane? Na niliwaambia unaposoma Biblia vitenzi, maana neno julikana, hapo kuna kitenzi na zijulikane, anamaanisha nini? Na anaposema na Mungu anamaanisha nini? Kwa hiyo nitaingia hapo kidogo ili tuweze kuelewa Mungu anachokusudia asubuhi ya leo. Na somo linasema haja zenu na zijulikane. Sasa anaposema haja zenu, akitumia neno ta atemeta humone, ya kwamba haja zenu zijulikane, maana yake nini? Anasema a concrete petition or request. Jambo hili ni jambo, anasema your personal specific concerns. Sio tu vitu vya kawaida, ni mambo yako ya ndani kabisa, ambayo yani ni jambo lako la ndani kabisa. Hiyo ndio haja yako, sio tu vitu vya kawaida hivi. Ni jambo la ndani kabisa, specific concern. Hizo zijulikane, na ndicho anachokimaanisha. Na ninajua wako watu wana mambo mazito asubuhi ya leo. Ninajua wako watu wana vitu vya ndani ambavyo wakati
wakati fulani hata wakimwambia mtu wanajua ya kwamba haitawezekana. Wamelemewa na vitu vya ndani vizito. Na asubuhi ya leo nataka nikuambie, unaweza ukawa na mke wako ambaye ni rafiki yako lakini ana mambo mazito kabisa. Unaweza ukawa na mume wako ana mambo mazito. Asubuhi ya leo ninatambua wako watu ambao wana specific concern, wana haja sio tu vitu vidogo, ni mambo mazito yaliyoko ndani ya mioyo ya watu. Na hivyo ndivyo ambavyo Yesu anataka viwekwe wazi. Anasema hivyo vijulikane. Na anaposema neno vijulikane kama kitenzi, kama nilivyowaambia, sio tu kitenzi cha kawaida. Ukilifuatilia hilo neno, wataalamu wa lugha watakubaliana na mimi. Anaposema let your request be known, anaposema let, ambacho Kiswahili hakija capture maana anaposema let, na kuna sababu. Maana unaposema be known, nyinyi mtakubaliana na mimi, tukiwa darasani tulijifunza kuna kauli za kutenda, kauli za kutendewa. Kwa hiyo anaposema let your requests be known, hiyo tunaita ni passive voice. Maana yake ya kwamba kuna tofauti. Mtu akisema Juma anapika ugali, maana yake Juma ni mtendaji, kupika ni kitenzi, ugali ndicho kinachopikwa. Kwa hiyo tunasema Juma is a subject, kupika ni verb, alafu ugali ni object, maana ndicho kinachotendewa. Kwa hiyo hapa anaposema let your requests be known, kuna kitu kikubwa ambacho unapaswa kukielewa. Anaposema nazijulikane, maana yake hizi haja hazijileti zenyewe, it is a passive, kuna anayezileta. Kwa hiyo kuna vitu vya msingi unavyopaswa kuvielewa. Kabla haja hazijajulikana, wewe lazima ujulikane. Hivi naongea na mtu, nasema hivi, kabla hujaleta haja kwa Mungu, kwa sababu haja sipo kwenye passive, yani lazima zijulikane. Let ambayo Kiswahili ilipaswa iseme hivi, acha basi haja zenu na zijulikane. Acha haja zenu na zijulikane. Lakini hizi haja haziwezi kuzijulisha zenyewe, na ndio maana ametumia passive, let your requests be known. Kwa hiyo anaposema be known, haziwezi kujileta kwa sababu zinapelekwa, zinatendewa. Hazitendi, haja hazijipeleki, zinapaswa kupelekwa. Kwa hiyo Mungu ana interest na vitu viwili. Wakati haja zinaletwa, anamtaka mletaji wa hoja, mletaji wa haja ajulikane. Kwa hiyo kumbe, kabla sijapeleka haja kwa Mungu, mimi na Mungu tunapaswa kufahamiana. Na ndio maana nikasema nataka nimjue Yesu, kwa maana ya kwamba ni lazima. Unajua Wakristo wengi siku hizi wanataka matokeo na hawataki mchakato. Wanataka result lakini hawataki process ya kuwafikisha kwenye matokeo. Na ndio maana leo makanisa mengi unataka wanasikia tu pokea magari, wanasema I receive. Magari hayatoki mbinguni, magari yanatoka Japani. Hakuna kiwanda mbinguni kinaitwa Toyota. Watu wanataka kureceive. Mchakato wa kupata gari ni mmoja tu, siku sitafanya kazi, tafuta hela. Bandarini hatukomboi gari kwa maombi, ni kwa hela. Mchakato. Sasa watu wanataka walete maombi, wakati huo wamegombana na huyu Mungu, hawajaelewana, hawana mahusiano, hawana connection. Unataka Mungu atue mizigo, lakini huyu Mungu na wewe you don't have a connection. Mungu anachokitaka asubuhi ya leo, wewe unayeleta haja na yeye mujuane. Na nataka niwaambie hivi, hata mbinguni hatuendi isipokuwa kwa kujuana. Yani mbinguni hatuendi ni mpaka kwa kujuana. Kwa kujuana ndio tunaenda mbinguni. Maana Biblia inasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Usipojuana naye huingii mbinguni. Kwenye tunaenda kwa kujuana. Sikiliza, Mungu
leo ya kwamba wewe ujuane na Yesu kiasi cha kwamba unapopeleka mambo yako anajua. Na unajua Yesu ukifahamiana naye unadeka kiasi cha kwamba unakuwa kama last born. Wewe ndio unapambana kwa sababu hauna connection na huyu Mungu. Asubuhi ya leo nataka nikutangazie, tafuta kabla ya kupeleka haja, wewe na Mungu mnafahamiana. Yaani Mungu kama vile alivyosema akimwambia shetani, kuna mtumishi wangu anaitwa Ayubu. Yaani mbinguni wakikaa kikao wanaweza wakasema, sikiliza, umemuona mtumishi wangu? Wana ujasiri wa kusema nina mwanangu. Wewe na Mungu mnafahamiana. Mahusiano yenu yako kwa kiasi gani? Na ikiwa wewe na Mungu mtakuwa na mahusiano anayoyataka, mahusiano ya ndani kabisa ambayo hayapimu kwa kuzaliwa kanisani. Unajua wako Waadventista wengi wanaodhani wanamjua Mungu kwa sababu wanajua imani za msingi. Yaani wewe kwa sababu unajua 28, unajua, na ukimuuliza mtu unajua, kuna hatari ya kulijua kanisa na usimjue Yesu. Nisikilize, unaweza ukalijua kanisa lilianza mwaka gani, lilisajiliwa mwaka gani, na bado humjui Yesu Kristo. Kuna hatari ya kukua ndani ya kanisa lakini haukui kwa Kristo. You can grow in the church but you are not growing in Christ. Unaweza ukajua him lakini haumjui yeye, haumjui. You know hymns but you don't know him. You grow in the church but you don't grow in Christ. Mungu anachokitaka ukue ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumjua Mungu ni zaidi ya kueleza haya ninayoeleza. Kumjua Mungu ni zaidi ya kuwa pasta. Kumjua Mungu ni mahusiano ya ndani kabisa. It's the personal relations ambayo hata ukiwa gizani unajua mimi na Mungu tunafahamiana. Hata kama iwe bondeni, yani Mungu na wewe unajua ya kwamba tunafahamiana. Na swala la mahusiano ya mtu na Mungu, tusizugane. Tukiwa hivi mtu anaweza kusema namjua, mtu anaimba kwaya, anahubiri, anafanya. Hiyo sio sign ya kwamba unamjua Mungu. Unaweza ukawa unafanya just for formality, lakini mahusiano yako wewe na Mungu, na ndicho Bwana anachokitaka. Anakuwinda wewe, anataka kuwini wewe ukiwa na yeye. Haya mengine ya kuleta haja, ya kuleta maombi na kumwambia haja ni matokeo, kwa sababu wewe na yeye tayari mna mahusiano. Asubuhi ya leo nataka tu nikuulize swali. Je, wewe una mahusiano na Mungu kiasi cha kwamba unaweza ukapeleka haja kwake na akazifanyia kazi? Sasa kuna maneno ambayo nimeyapenda hapa. Anasema haja zenu na zijulikane na Mungu. Sasa Kiswahili kimetuletea neno na. Ili neno na kwenye lugha ya awali linatuchukulia kidogo kichangamoto kidogo, kwa sababu anaposema na ni kama kiunganishi hivi. Lakini anachotumia kwenye lugha ya awali anasema pros toni theon. Akisema pros toni theon, hapa neno hili lililotumika na Mungu alipaswi kutafsiriwa kama kiunganishi, ila linapaswa kutafsiriwa kama kihusishi. Kuna kihusishi na kihisishi. Hapa limetumika kama kihusishi, na kihusishi ni preposition. Yaani ukisema juu ya, nyuma ya, ndio ile mnasema in, mnasema on, mnasema beside. Anaposema haja zenu na zijulikane, maana yake ziwekwe wazi, Mungu azifahamu. Sasa anaposema na Mungu, ndipo wazungu wanasema unto God, ama wanasema to God, kwa sababu ni kihisishi, ni kihusishi kinachopeleka moja kwa moja. It is directive. Yani ya kwamba wewe asubuhi ya leo haja zako uzielekeze, yani uzipeleke. Na neno anaposema pros toni theon, anamaanisha ni yeye tu. Yani hizo haja za ndani kabisa ziende moja kwa moja kwa Yesu, ziende moja kwa moja kwa Mungu.
hajatumia kuna vihusishi vingi vya Kiyunani. Kuna kihusishi kinaitwa eisi, kuna kihusishi kinaitwa eni, ambayo vyote vinamaanisha mwelekeo, lakini kilichotumika hapa prositoni theoni ni kina uzito, ambayo hizi hoja zote lazima zielekezwe moja kwa moja kwake. Hajasema umpelekee psychologist. Haja zako zote zimwendee Mungu aliye hai. Hajasema umpelekee pastor. Na mimi leo nataka niwaambie, kuna baadhi ya mambo wewe usipeleke kwa pastor, mpelekee Yesu moja kwa moja. Siku moja Pastor Baraka, nilikuwa na rafiki yangu mchungaji mwenzangu kijana, tunapiga story. Akasema, "Oya, yani yeye ameletewa kesi ya kushauriwa na yeye ananiambia, pastor, na mimi naomba unishauri." Nikamwambia, "Vipi?" Akamwambia, "Bwana, imekuja kesi ya ndoa." Sasa niliposikiliza yule mwanamke analalamika, ni kama kesi ambayo mke wangu analalamikiaga. Kwa mimi mwenyewe nimeshindwa namna ya kutatua. Kwa nifanyeje? Kwa naye akakata rufaa. Wakati fulani unaletewa kesi mpaka unaangalia kwa sababu mbona hii kama ni yangu ya pale nyumbani. Kwa hiyo kumbe mimi mchungaji na wewe wote tunamhitaji Yesu Kristo aliye hai. Kwa nini? Na ndio maana anasema ukimpelekea yeye direct. Kuna maneno yanayomalizia mstari wa 7. Anasema hapo ndipo amani ya Mungu. Unajua wengi tunachokikosa hapa ni amani ya Mungu. Hatuna amani ya Mungu. Anasema amani ya Mungu, na kwa sababu Yesu Kristo ni zaidi, anasema uweza wake. Ukisoma 7 anamalizia kabisa kwa nini tumpelekee Mungu. Na niliwaambia hapa maneno haya yamechaguliwa. Anasema 7 wazi kabisa ya kwamba tukimpelekea Mungu kwa sababu yeye amani yake inapita akili zote. Na niliwaambia ukisikia neno Mungu, niliwaambia maneno mawili jana. Niliwaambia neno Bwana. Bwana kwa Kiyunani anaitwa Kurios. Kwa Kiebrania anaitwa Yahweh. Ama niliwaambia anaitwa tetragrammaton, haitamkiki, ni takatifu mno. Alafu nikawaambia Mungu kwa Kiebrania ni Elohim. Na hapa anaitwa Theos, ni Mungu. Na anaposema mpelekee yeye ajulikane, mwandishi anakusudia uelewe. Maana ukisema Mungu, jana niliwaambia Bwana, leo nawaambia Mungu. Ukizungumza Mungu, Elohim, na ndio yule unayempata mwanzo kabisa moja. Hapo mwanzo anaeleza kabisa mambo ya mbingu na nchi. Na Mungu aliumba. Anaposema Mungu aliumba, yule Mungu aliyeumba ndio Elohim. Kwa hiyo anaposema mpelekee, anamaanisha umtazame Mungu kama sosi ya maisha yako yote. Kwa hiyo ukipeleka, unajua unapeleka kwa chanzo cha maisha yako. Ukipeleka unapeleka kwa mtu Mungu ambaye anamiliki maisha yako, anayepossess maisha yako. Unapeleka kwenye mamlaka. Kwa hiyo wewe ukimpelekea Mungu uko salama, kwa sababu unapeleka kwenye nguvu isiyokuwa ya kawaida. Asubuhi ya leo huenda kuna jambo ambalo ni zito kwenye maisha yako. Umejaribu, umeenda kwa makansela, umeenda kwa psychologist, umeenda kwa wachungaji, umeenda kwa wainjilisti, mambo yako umeeleza. Mimi leo ninataka nikupendekezee, hauna haja ya kulia na ndoa ulio nayo, hauna haja ya kulia na kazi ulio nayo, haina haja ya kulia na uchumba ulio nao, hauna haja ya kulia na madongo unaopigwa. Asubuhi ya leo nataka nikupendekezee, mpelekee Bwana haja zako na zijulikane. Na kabla ya haja kujulikana, julikana wewe kwa Mungu aliye hai. Funua moyo, Yesu aingie. Mwambie Yesu, natamani nikujue. Unajua ukijuana naye maombi yanakuwa ni rahisi. Unazungumza naye kwa ujasiri kwa sababu wewe na yeye muna mahusiano. Na hapo ndipo shida ilipo. Tunatamani matokeo ya kupeleka haja na tujibiwe, lakini unayempelekea hauhusiani naye. Leo asubuhi ya leo anasema prositoni theoni, mpelekeeni direct yeye. Sijajua mzigo ulio nao asubuhi ya leo, na sijajua haja za ndani ya moyo kabisa ambazo wakati fulani zimekufanya kutembea na msongo, zimekufanya kwamba siwezi kuona namna inavyofanyika. Na Wakristo nataka niwaambie, mimi nilikuwa Muislamu na leo ninahubiri kwa ujasiri hivi. Kitu kimoja ninachokifahamu, dini pekee inayotangaza kwamba leteni mizigo ni Ukristo peke yake. Wengine ukiwauliza
wanasema sisi wenyewe tunapambana. Pambana na hali yako. Ila humu pekee Yesu anasema njoni kwangu. Sasa habari mbaya ulionayo, kuna watu wanakaa kwenye gari, buti lipo na bado wamebebelea mizigo wakiwa kwenye siti. Shusha mzigo, weka kwenye buti, twende. Yani unakomana mambo, utakufa bure. Yesu Kristo mbeba mizigo yuko pale kwa ajili yako. Shida yako tu wewe julisha. Lakini kabla hujamjulisha, wewe na yeye mfahamiane. Tusimame. Je, wimbo ule namba 124 naomba tuuimbe vizuri. Je, umesumbuka? Mwambie Yesu sumbuko lako. Nini kinachokutesa? Mwambie Yesu sumbuko lako. Asubuhi ya leo mwambie Yesu sumbuko lako. Hauna haja ya kuteseka mama yangu. Wewe sio wa kwanza kuolewa. Usiteseke binti. Wewe sio wa kwanza. Usiteseke wewe mgonjwa unayeumwa. Wako walioumwa miaka 38. Na Yesu alipotamka kuna vitu vilitokea. Pelekeni Mungu. Tumpelekee Mungu. Prostoni theone. Aelekezewe yeye. Je, yuko mtu ambaye ana haja na ana mzigo, una specific concern, una request ambayo wakati fulani matatizo umeyafanya kuwa yako? Umechoka na umesumbuka, mwambie Yesu sumbuko lako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tusogee kidogo.
Tusogea. Kuwazia kifo kukutisha, mwambie Yesu sumbuko lako. Asubuhi ya leo, najua wako watu wana mambo mazito. Najua wako watu wakikaa wanasema tu wenyewe, wengine machozi yanawatiririka. Asubuhi ya leo ningetaka kuwaambia wapendwa, yuko Mungu anayejibu maombi. Tupige magoti. Asubuhi ya leo kila mmoja kwa dakika 2-3 peleka mzigo wako kwa Mwokozi. Mwambie Yesu. Cha kwanza mwambie wewe na yeye mjuane. Alafu haja zako na zijulikane. Nataka niwahakikishie Mungu anatawala na atafanya. Karibuni tuombe. Baba, asubuhi ya leo tumepiga magoti tukiuita uso wako, tukielekeza haja zetu kwako. Watu Mungu wa mbinguni, tuna haja, tuna mambo kibinadamu, ni mambo mazito. Wako watu wanaumwa hapa, walipojua hali zao wamekaa nazo wenyewe. Wako watu hapa wana madeni, hata wanapotembelewa kuhusu zaka wanatazama tu na wanapindisha tu maneno, maana wanadaiwa. Vikoba, madeni, mikopo. Wako watu hapa wanauguliwa, wana wagonjwa kule vijijini, wanauguliwa. Kuna nyumba misiba imefululiza. Watu wana mambo mazito. Wako watu ambazo dhambi zimewakaria, ambazo wangetamani kutoka, wameshindwa. Yesu Kristo, wamefungwa humo, wanaleta haja kwako asubuhi ya leo. Wako watu hapa wanasomesha watoto shule za gharama, ila wao wenyewe wakiwatazama watoto wao ni wazito, wanadai ahadi ya kuwa vichwa na sio mikia. Baba, matokeo yanapoleta watu wana haja. Mwokozi, naomba ufungue kila vilivyofungwa. Wako watu hata kodi hawajui watakavyoishi hapa mjini.
hawajui. Hata wana message ambazo hawajajibu. Walipokumbushwa kodi wamezima na simu, hawana amani. Asubuhi ya leo haja hizo zote tunazileta kwako. Kuna watu pale kazini wamechukiwa bila sababu, hawana kosa, wanajituma, lakini wanapigwa vita, wanasemwa vibaya, hali yao imehafifishwa. Yesu Kristo wakitazama hawaoni kosa. Ninaomba Bwana, safisha watoto wako. Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo ninabariki makutano. Nyinyi watu mlioko hapa na mlioko kwenye mitandao, Bwana awabariki. Uso wa Bwana uambatane pamoja nanyi. Mkienda kazini, Bwana awape nuru na utukufu. Mkizungumza mara moja vitu vikatokee. Waliokuwa wanawasema vibaya wakawashangae. Waliokuwa na kijicho na kasirani na husuda waende wakawashangae. Bwana akawavike utukufu. Ambao wanapitia magumu kwenye ndoa, Bwana karahisishe. Ambao watoto wao wamekuwa wazito, hata simu hawapigi, wanaishia maisha magumu, wanawatazama watoto kwa namna ya ajabu. Watoto wametelekeza wazazi wao. We mzazi unaolia, ninaomba Bwana afungue milango. Baba, katika jina la Yesu, tupatie siku njema. Nimebariki hivi na maombi haya yaliyoko kwenye boksi hili, ukasome we mwenyewe. Na kwa sababu haja zimeletwa kwako, Baba, ukajibu sawa sawa na mapenzi yako. Na kwa sababu nimelibariki kutano hili, wakulani asitokee tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu, amen. Uso wa Bwana uambatane pamoja nanyi. Bwana wabariki na kuzidi katika jina la Yesu, amen. Saa 11 kamili jioni ya leo tutakuwa na mfululizo wa mikutano mikubwa kabisa ya Net Event. Hivyo tunapaswa kuwa tumefika hapa kwa ajili ya mikutano hiyo. Na kesho asubuhi tena tutakuwa hapa katika ibada zetu za asubuhi. Tunaomba tuweze kuhudhuria kwa wingi. Mungu na wabariki tunapotawanyika asubuhi ya leo. Mashariki na magharibi, sifa zako nitaimba. Kaskazini hata kusini, nitakutukuza.
ujemedari wake mkombozi, Mungu naye jali, kwa makuu nayonifanyia, kamwe siwezi elezea. Nizunguke dunia hata mwisho wa sayari, jina lako litabaki kuwa Emanueli. Wema wako siku zote utadumu vizazi vyote. Habari njema na zivume, watu wapate sikia. Nyakati zote yuko nasi, atupigania. Haijalishi ni mara ngapi tumekukosea, upendo wa Mungu juu yetu hauna kipimo, na wala hauthamanishwi kwa dhahabu na fedha. Sijaona mwanadamu yoyote aliye kutegemea ukamwacha ibike ahadi. Hakika nizunguke dunia hata mwisho wa sayari, jina lako litabaki kuwa Emanueli. Wema wako siku zote utadumu vizazi vyote. Habari njema na zivume, watu wapate sikia. Nizunguke duniani mwisho wa sayari, jina lako litabaki kuwa. Wema wako siku utadumu kwangu. Habari njema watu wote, nizunguke duniani hata mwisho, jina lako kuwa. Wema wako utadumu kwetu. Habari njema na zivume, watu wapate sikia.